Haleluya, atukuzwe Bwana wetu Yesu Kristo aliyeweza kumtii baba yake katika yale aliyomwagiza kuja kuyatenda hapa chini ya jua. Akamnunulia Mungu watu wa kila kabila na jamaa na lugha. Na popote pale unaponisikia, wewe ndio matokeo ya kufa na kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuachilia damu yake kama sehemu ya ondoleo la dhambi na utakaso na ukombozi kwa mataifa na watu wote duniani. Jina lake litukuzwe, jina lake lihimidiwe, jina lake linastahili sifa. Popote pale ambapo unatega sikio lako kunifuatilia, hii ni sauti ya mtu aliye nyikani, tukitengeneza nyikani njia kuu ya Bwana Mungu wetu, tukiyanyoosha mapito yake, maana kila bonde litajazwa na pale palipopinda patanyooshwa. Siku ya leo yapo mambo kadha wa kadha ambayo unaweza ukapindishwa kutokana na mambo ya upotofu wa mafundisho ya kipotofu. Yamekuwa mengi sana duniani, lakini tunapoelezea kwamba pale palipopinda upate kunyooshewa, basi moja kwa moja leo utajua kumbe unabii unaotimilizwa wa matukio ya watu kukimbia vita katika mataifa ambayo yamekabiliwa na vita na matetesi ya vita, kama tunavyoona Iran na mataifa jirani kama Dubai na maeneo ambayo wa Kenya, wa Uganda, wa Tanzania na hata kama ni wa Somalia, wa Rwanda waliokuwa katika mataifa hayo wameweza kukimbia ili kutimiza unabii. Niombe. Baba, ninakushukuru. Ninasema asante kwa kunipa tena wasikilizaji na watazamaji ambao hawatakuwa tu watazamaji wala wasikilizaji, bali utawapa neema ya kuwa pia watendaji wa kile watakachosikia na kuweza kuyasadiki yale ambayo Bwana umeyaleta. Kama vile Isaya aliponena, ni nani aliyesadiki habari zetu, na mkono wa Mungu ni nani ambao umefunuliwa? Basi ninaamini Mungu, haya tunayoyazungumza, Roho Mtakatifu utampa ufahamu na kuelewa kile ambacho Roho wa Mungu anakinena kwa kutufundisha na kutuelekeza yale ambayo yamebeba vichwa vingi vya taarifa mbalimbali ambazo watu wanakutana navyo. Lakini siku ya leo tunakuomba Roho Mtakatifu ukapate kunyoosha pale ambapo watu wamepindishwa, wasijue kwamba tokana na vita na watu kutawanyika wanatimiza unabii ulionenwa. Amen. Basi niweze kuingia kwenye kichwa cha somo kinachosema unabii unaotimilizwa. Na kuna mtu anaweza akasema, kulikoni labda unauelezea unabii uliotimilizwa? Nimewekwa kusema yaliyopo, yajayo na atakayo kuja baadaye. Maanake yaliyotendwa, yanayotendeka na yatakayotendeka. Yaliyotendwa, yanayotendeka na yatakayotendeka baadaye. Kwa hiyo unabii huu, na ninamshukuru Mungu kwa neema hii, namshukuru Mungu kwa kibali hichi, ninamwambia Mungu asante kwa kunipa neema hii iweze kuyaleta haya mbele ya watoto wako, nikiamini Mungu wewe umfunulia kila mtu kwa jinsi upendavyo. Ninakushukuru sana kwa maana unaenda kufunguka na kumfunulia rafiki wa Yesu, kwa maana maandiko yanasema siwaiti tena ninyi watumwa, maana mtumwa hajui analofanya bwana wake, bali ninyi nawaita rafiki, maana yote ambayo Mungu amenifunulia ametaka pia
na wewe upate kufunuliwa. Amen. Hivyo kupitia unabii ambao unatimilizwa wa matukio ya watu kujikuta wanakimbia fujo zinazotokea kutokana na vita katika mataifa ambayo yanapigana hivi sasa. Kwa mujibu wa kifungu hichi cha sheria ya ufalme wa Mungu kinatuthibitishia katika Isaya 33. Isaya 33. Isaya 33. Isaya 33 mstari wa 3 hadi wa 5 unasema hivi: kabila za watu wamekimbia, kabila za watu wamekimbia, kabila za watu wa Kenya wamekimbia. Iwe ni Dubai, iwe ni mataifa yaliyo pembezoni mwa mataifa ya Iran, ambayo Iran imeweza kupigana na mataifa yaliyo pembezoni kama Waarabu, ambao moja kwa moja tunajua wanatenda vitendo hivyo kwa sababu ya balozi za Marekani zilizo katika miji hiyo. Kwa anasema kabila za watu wamekimbia. Kabila pia za taifa la Tanzania, pia makabila mbalimbali wamekimbia. Makabila ya watu wa Uganda wamekimbia. Makabila yamkini hata ya Wanyarwanda wamekimbia. Anasema kabila za watu wamekimbia wakisikia kelele za fujo. Kwa walipozisikia hizo kelele za fujo, ikawalazimu watoke mbio. Unasikia Tanzania imefanikisha kurudisha watu wake. Kenya imefanikiwa kurudisha watu wake kwa kuwapandisha kwenye ndege. Uganda imefanikiwa kupandisha watu wake kwenye ndege na kuwarudisha kwenye nchi zao. Lakini yote ni unabii unatimizwa. Yote ni unabii. Kama kuna mtu unakuta amewekeza maisha yake yalikuwa yamemnyokea kwenye mataifa hayo, anakuja kuanza upya, na wala si sifa. Hiyo ni laana, ni laana inayokula mataifa mbalimbali. Unasikia Trump wanatuma wale waliohamia hamisha watoe. Anatimiza maandiko, iwe kwa namna ambavyo mnataka kuamini ama mtaki kuamini, mnataka kuelewa ama mtaki kuelewa, lakini ndivyo ambavyo maandiko yanatimizwa. Anasema kabila za watu wamekimbia wakisikiliza kelele za fujo. Kwa hiyo waliposikia kelele za fujo, mbio, mataifa wametawanyika ulipojiinua nafsi yako. Kwa Mungu alipokasirishwa, au mtu anavyodhani ya kwamba mataifa yanayopigana kama Israeli, kama Marekani inavyomkabili Irani, wanadhani ya kwamba yamkini ni nafsi tu ya Trump imeamua kujiinua, au nafsi tu ya Israeli imeamua kujiinua. Mungu mwanzilishi wa nafsi ni Mungu mwenyewe. Anasema Mungu akawapulizia Adamu na Hawa, akampulizia pumzi ya uhai, akapata kuwa nafsi yake. Kwa hiyo nafsi zinatokana na Mungu. Kwa hiyo baba wa nafsi zetu ni Mungu mwenyewe. Baba wa nafsi zetu, kwa anaweza akaikontrol nafsi yako, anaweza akaielekeza, anaweza akaiamrisha iweze kutekeleza kitu ambacho hata wengine wanaweza kujiuliza kwa nini? Kwa nini? Na hapa pia anasema na mateka yao yatakumbwa kama wadudu wakumbwavyo. Kwa watu ambao wako katika mataifa haya au wanaopigana katika mataifa haya, waliochukuliwa katika hali ya umateka, wanakumbwa, yani wanakabiliwa, wanafuatiliwa kama vile wadudu wanavyoweza wakakumba mahali, kama nzige wanavyoweza kuvamia mahali na wanafanya uharibifu. Tutaona hapa anasema kama wadudu wakumbavyo
wataruka juu yake kama arukavyo nzige. Kwa watakuwa katika hali ya kurukiwa kama vile nzige wanavyorukia. Na mstari wa 5 unasema, Bwana ametukuka, kwa maana anakaa juu. Mungu ametukuka maana anakaa wapi? Anakaa juu. Amejaza Sayuni hukumu na haki. Kwa hiyo ni hukumu ambayo inawalazimu watu wajikute wanatawanyishwa. Hiyo ni hukumu ya Mungu ambayo inawapata watu, na ni hukumu ya haki. Maanake Mungu hatendi kitu pasipo haki. Yeye anasema mlipa mtu sawasawa na haki yake. Kwa anatoa malipizo ya haki kwa kuwatawanyisha watu katika mataifa walioyakimbilia au walioomba wapate uraia. Inafikia wakati wanarudi katika nchi zao wenyewe. Tuangalie moja ya hukumu na hali ya watu katika mataifa yanayokabiliana, ikiwa naenda kuhitimisha, yanayokabiliana na vita na matetesi ya vita katika vifungu hivi vya sheria ya neno la Mungu. Na hapo napozungumza, kabla sijafika kwenye kifungu hichi cha sheria, unajua kabisa kwamba hata wana wa Mungu walipotolewa utumwani, wanapomkosea Mungu, Mungu warudisha tena kwenye nchi ya utumwa. Mungu warudisha tena kwenye nchi zao, hata kama wamekimbia njaa au maisha duni kwenye mataifa yao. Mungu anawarudisha. Mungu anawaagiza warudi tena mpaka watakapojua ya kwamba Mungu ndiye Mungu anayemtoa mtu kutoka maisha ya duni, maisha ya chini, na kumweka katika maisha ya juu. Kwa hiyo katika hii Isaya 33:7 mpaka 16 utaona ikiwa inaeleza, angalia mashujaa wao wanalia nje. Mashujaa wa hayo mataifa wanalia wapi? Nje. Wajumbe wa amani wanalia kwa uchungu. Kwa wale ambao wako kwenye mataifa mbalimbali wamewekwa kama wajumbe wa kuhamasisha amani, wa kuhamasisha tusimamishe vita, wanahamasisha rejeni ili dunia iwe katika amani, mataifa yawe katika amani, wako katika uchungu. Kwa maana mstari wa 8 anasemaje? Njia kuu zimeachwa. Kwa hata zile njia kuu watu wanazokwenda, wanazopita, ziko tupu. Msafiri amekoma. Unasikia ndege ya Tanzania imezuiwa kwenda Dubai, ndege za Kenya zimezuiwa kwenda mataifa, ndege za Uganda zimezuiwa. Wanatimiza maandiko. Anasemaje? Msafiri amekoma, ameyavunja maagano, ameidharau miji, hamjali mtu. Kwa hiyo Mungu akidharauliwa, huwa naye anadharau. Ukimheshimu anakuheshimu. Hata yule anayemtumikia Mungu alisema, yoyote anayenitumikia mimi huwa namheshimu. Kwa Mungu anasema ameyavunja yale maagano, yani yale makubaliano, yale mapatano, kwamba yapo mapatano kwamba hata wale waliokosa, walio na tatizo kwenye taifa lao, wakikimbia kwenye mataifa mengine kujificha kwa sababu ya vita wanaokutana navyo au shida wanazokutana navyo, Mungu anasema wapewe hifadhi. Lakini sasa anavunja hayo maagano, na hapa anasema nimevunja maagano, amedharau miji, na hauko hajali mtu.
nchi inaomboleza. Nchi inafanyaje? Nchi inaomboleza, hizo nchi zinaomboleza na kulegea. Maanake watu katika hizo nchi wanaomboleza, wanalegea. Lebanoni nako kumetayarika na kunyauka. Sharoni imekuwa kama jangwa, Bashani na Karmeli zimepukutika majani. Unaposikia kupukutika majani, haiongelei miti ya mashamba unaopanda kwa kazi ya mikono ya mwanadamu. Maanake watu wanafananishwa na mti unaotoa matawi ya matunda. Kwa hiyo wamepukutika yale majani. Kwa hata kama kulikuwa kuna matunda yanapatikana huko ya diesel, mafuta na kila kitu, tayari wale walioko ambao ni majani wameanza kupukutika. Basi sasa nitasimama, asema Bwana, sasa nitajiinua, sasa nitajitukuza. Ninyi mtachukua mimba ya makapi, mtazaa majani makavu. Pumzi yenu ni moto utakaowateketeza wenyewe, nao mataifa watakuwa kama kuchoma chokaa, kama miiba iliyo katika iteketezwayo motoni. Nao mataifa watakuwa kama nini? Kuchoma chokaa, kama miiba iliyo katika, na ikiteketezwa wapi? Katika moto. Sikieni ninyi mlio mbali niliyoyatenda. Sikieni ninyi ambao mpo kwenye mataifa yaliyo mbali, hayaoni matukio yanayofanyika Irani, Palestina, Israeli, Gaza, Urusi, Ukraine. Mko mbali, lakini mnaona tu taarifa za kwenye vyombo vya habari, television mbalimbali, kwenye YouTube, Instagram. Wanasema sikieni ninyi mlio mbali niliyoyatenda, na ninyi mlio karibu kirini uweza wangu. Mungu anasema mataifa yanayosikia wakiwa mbali na wale walio karibu wanaoona wanapaswa kukiri uweza wa Mungu, waseme Mungu una uweza hata wa kuwashusha walio jeuri, hata kuwashusha mataifa yasiyo kukiri Kristo, yanaoghadhibikia taifa lako Israeli. Wenye dhambi walio katika Sayuni wanaogopa. Kwa hiyo kupitia hayo, watu walio katika Sayuni wanaogopa. Tetemeko limewashika wasiomcha nani? Mungu. Kupitia haya, huwezi kuniambia ikiwa umchi Mungu, ikiwa hujampa Yesu maisha yako mpaka sasa, ikiwa hujamkiri Yesu kwa kinywa chako ya kwamba ni Mungu, na kwa jinsi hiyo Mungu alimtuma mwanae wa pekee ili kila amwaminie asipotee, bali wote waliompokea walifanyika kuwa watoto wa Mungu. Ni wale walioaminiwa jina la mwana wa pekee wa Mungu, waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwili wala ya damu wala ya mtu, bali kwa Mungu. Kwa hiyo watu wako katika hofu, tetemeko limewashika wale wasiomkiri. Na kuna wakati nimetoa ujumbe, Mungu akanambia, nakupa ujumbe, waambie Waislamu wakiri pia uweza, wakiri kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Kwa maana wasipokiri ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na ili hali alijitoa kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu, sio kwa ajili ya ukombozi wa Wakristo, ukombozi wa ulimwengu. Lakini wote wasiomwamini mwana wa Mungu wamekwisha kuhukumiwa. Ndio hii hukumu ya haki inayowapata wasiomcha Mungu. Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto ulao? Kwamba huo moto, ni nani anayeweza kukaa na Mungu wetu ambaye ni moto ulao? Waebrania inatupa uthibitisho 12 bila kukosea, 29 nasema Mungu wetu ni moto ulao. Kwa hiyo anasema ni nani awezaye kukaa na moto ulao? Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto uteketezao milele? Ni yeye aendaye kwa haki, anenaye maneno ya adili, ni yeye anayedharau faida ipatikanayo kwa dhuluma. Ni anayedharau faida ambayo anajua kabisa hii nafasi, hichi cheo, hii ardhi ni ya Waisraeli, lakini anataka adhulumu. Hizi baraka ni za Waisraeli,
waliobarikiwa. Lakini Esau ambaye ni Edomu, ni mataifa yanayopigana na Israeli kwa dhuluma, anasema ni nani asiyedharau faida ipatikanao kwa dhuluma? Akung'utaye mikono yake asipokee rushwa. Yule anayekubali kukung'uta mikono yake asipokee rushwa. Azibaye masikio yake asisikie habari za damu. Afumbaye macho yake asitazame mambo maovu. Akayatazama tu alafu asitoe maonyo. Afumbaye macho yake asitazame mambo machafu yanayoendelea. Huu ndiye atakayekaa juu. Mstari wa 16 anasema huyu ndiye atakayekaa juu. Majabali ni ngome yake, atapewa chakula chake, maji yake hayatakoma daima. Popote pale ambapo umesikia sauti hii, chukua hatua, tambua kwamba Mungu anazungumza na hata Israeli, ambayo haiko tu mpaka mtu asafiri kwenda Israeli, bali wale waliozaliwa kwanza kwa maneno ya Mungu, kwa mafundisho ya Mungu. Asema wewe ni mwanangu mzao wa kwanza niliyekuzaa. Kwa matendo makuu yatupasa kuukiri uweza wake na kuona kwamba watakaokuwa salama ni wale wanaoukiri na wale wanaoishi kulingana na matakwa na mapenzi ya yeye Mungu, ambaye Baba aliweza kutiisha vitu vyote chini ya mwanawe Yesu Kristo, na akaweza kumilikisha milki za dunia na tawala zake za dunia ziko mikononi mwa Mungu. Maisha ya kila mmoja yako mikononi mwa Mungu. Hakuna aliye juu ya Mungu. Hivyo kila mmoja yampasa atambue nafasi alionayo katika dunia na majira tulionayo, ambayo ni majira ya kutengeneza na Mungu, ili kila mmoja akalishwe katika nchi yake salama na akiwa na amani na furaha na utulivu kwa ajili ya utukufu wa jina pekee la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Asante kwa nami tangu mwanzo mpaka mwisho. Unaweza kuisapoti kazi hii hata kwa jumbe zako, SMS ambazo pia zinatia moyo na kusapoti neno la Mungu kuwa sehemu ya kumtetea Yesu Kristo, na sio kujikuta unamkana ama moja kwa moja unashambulia maelekezo na jumbe mbalimbali ambazo Mungu anakuwa anazifikisha kupitia mitandao hii au kupitia madhabahu hii ya chaneli hii ya Yerusalemu TV. Ni mimi mjumbe wa Bwana katika ujumbe wa Bwana katika mataifa yote. Amen.